Ikiwa umeota umebebeshwa mawe, mizigo katika kichwa chako, kwanza lazima utambue mambo haya kabla tujaenda kwenye maombi. Mzigo maana yake inaweza kuwa mzigo wa mawazo au matatizo ulionayo. Inaweza kumaanisha una mzigo mzito wa maisha, mambo ya kifamilia, mambo ya kifedha au kihisia unayobeba moyoni. Ukiota unabebeshwa mizigo, maana yake ni shinikizo la kiroho ama la kifamilia. Kichwa kinaweza kuwakilisha akili, mamlaka yako. Inaweza kumaanisha kuwa umechukua mizigo ambayo sio yako, majukumu ambayo sio yako na umebeba katika kichwa chako. Wakati mwingine ni ishara. Unapoota umebeba mizigo kichwani, inaweza pia kuashiria shambulio la kiroho. Inaonyesha kuwa unashambuliwa katika roho, kwa maana kichwa ni sehemu nyeti sana. Kichwa ni sehemu, eneo la mawazo, maono na maamuzi yako. Ni ishara ya kuhitaji kujilinda kwa maombi na neno la Mungu. Sasa, ikiwa ni hivi, tunakwenda katika maombi ya ulinzi. Unapoota ndoto umebebeshwa mizigo, maana yake umebeba vitu vizito visivyokuwa vyako. Na wachawi, warogi hutumia nafasi hii kukubebesha mzigo mzito kiasi kwamba unapoanza siku yako, unapokwenda katika mihangaiko yako, hujihisi mzito katika mwili. Wakati mwingine mizigo hii hufanya wewe kukataliwa na watu. Mizigo hii unaobebeshwa usiku hufanya wewe kuwa mzito na kuchelewa kwa mambo. Unajikuta mvivu, unajikuta mwili hutaki kufanya kazi, sababu ni umebeba mizigo isiyokuwa ya kwako. Tunakwenda katika maombi kuharibu mizigo hii, kushusha mizigo hii. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa uhai na neema yako. Leo ninakuletea ndoto niliyoona ya kubebeshwa jiwe zito kichwani. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo kwamba sitabeba mizigo isiyokuwa yangu. Kila mzigo wa giza, mashinikizo na mizigo watu wengine waliojaribu kuweka juu yangu, na amuru iondoke sasa. Kichwa changu kibaki sawa na salama, sawa na ulivyopanga katika kitabu chako siku hii ya leo. Bwana Mungu wangu, Yesu Kristo mwokozi wangu, sema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Ninakuletea mawazo yangu, roho yangu na akili yangu. Nikuombe unipumzishe na mizigo hiyo. Ninavunja kwa jina la Yesu kila laana, shinikizo na mizigo waliojaribu kuingiza katika njia ya ndoto. Ninavaa kofia ya wokovu na amani ya Kristo idumishe mawazo yangu. Kuanzia leo, naomba uniongoze katika njia yako na kunipa amani, furaha na nguvu mpya. Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi, ewe mwanzo na mwisho, ewe Alfa na Omega, na kuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wangu. Ninakuomba sasa utumie nguvu yako ya kunilinda na kunitetea dhidi ya adui. Na amuru malaika zangu ulinzi wainuke sasa, wampigie kelele adui na mizigo yote na njia zake zote adui waliyekuja usiku kwa njia ndoto na kubebesha mizigo isiyokuwa yangu, kuanzia mawazo ya akili yake. Jina langu, umiliki wa jina langu, ninamvulia umiliki wa jina langu. Ninamkatalia umiliki wa jina langu. Ninamvua umiliki wa jina langu. Alikuja kwangu kwa jina langu, kwa kuwa alijua njia ya kuijilia. Ile njia aliyoijilia ninaifunga sasa. Ninaifuta katika ulimwengu wa kiroho hata isionekane tena, wala asitumie njia hiyo. Macho yake nitumie kutazama njia hiyo huyu adui ya kuingilia kwangu. Ninafanya macho yake kuwa kiwi, yawe meusi kama kiwi, yasitazame tena, yasione njia, na mizigo yake ilikuja nani ninaharibu. Ninavunja na mizigo yake ninavunja na kuharibu katika kila madhabahu yake, katika kila sanamu yake, na desturi ya giza iliyowekwa ili kunyang'anya amani yangu, ili kunyang'anya ukuaji wangu na baraka zangu. Ninavunja hiyo misingi yake, ninaharibu hiyo misingi yake, kila msingi wa giza, kila kisima cha uharibifu na kila kiungo cha uovu katika maisha yangu. Ninavunja sasa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninafunga na kufunga mlango wowote ulio wazi au wasiri, uliofunikwa kwa adui, ambao adui anaotumia kuingia kwangu. Ule mlango, iwe ni simu, iwe ni fedha, iwe ni ardhi, iwe ni nyayo zangu, iwe ni nguo zangu, iwe ni jina langu, iwe ni damu yangu, iwe ni mafuta yangu, huo mlango ninaufunga adui asipate kuutumia tena. Milango ya familia, kazi, ndoto, katika mipango na njia zangu zote za mitandao, ninatangaza kwamba yale malango yamefungwa sasa. Hakuna adui mwenye ruksa ya kuyatumia. Hayo malango yamefungwa katika ulimwengu wa roho na yamefungwa na hapa duniani. Hayo malango yanaleta uharibifu kwangu, nimeyafunga na amuru yafungwe. Malaika wangu wafunge, malaika wangu wa ulinzi wafunge hayo malango, hata adui asisikie chochote kutoka kwangu. Au ninikiza tu, au ninikiza. Kila anapotaka kushambulia na kutazama, akutane na moto unaowaka na kumunguza machoni pake na uso wake kuteketea. Natangaza malango hayo nimeyafunga sasa, maana litakalofanyika duniani limefanyika na mbinguni pia. Ninamfunga pepo wa wizi, anaiba fedha zangu. Huyo pepo mwivi anaiba fedha zangu, anaiba damu yangu, anaiba mnofu katika mwili wangu. Huyo pepo mharibifu ninamfunga. Na wale wasimamizi wachafu wanne wanaosimama katika engo za dunia,
wakizuia maendeleo yangu, wakizuia baraka zangu na kuchelewesha maisha yangu, wakipanga mipango na kuweka vizuizi, hivyo vizuizi vimevunjwa. Au wasimamizi wa madhabahu ya kipepo, ya giza, ya kishetani, wasiosimama kwa nia njema kwangu, ninauharibu, ninawanyima mamlaka kwangu, nikifunga hiyo milango na kufuta kila aina njia yao walioiandaa mbele yangu. Ninatangaza kuwa hiyo njia walioniandalia nipite sitapita. Ninaikataa hiyo njia, nabadilisha hiyo njia, ninapita njia ile aliyoipanga Mungu kwa ajili yangu. Enyi walinzi malaika mlio kwa ajili yangu, mlioumbwa kwa ajili yangu hapa duniani, mlilinde, mniongoze na sauti yenu nisikie. Ninawakaribisha katika maisha yangu. Amkeni malaika kwa ajili yangu. Amkeni malaika mliopangwa kwa ajili ya nuru yangu. Tembeeni katika njia yangu na nione njia yangu iliyo sawa. Kwa jina la Yesu Kristo, malaika wangu ninaamuru amka. Kwa sauti ya Mungu wa juu aliye hai, yeye katika amri ya mwisho, ninaamuru malaika zangu amka. Kila alama ya madhabahu imefutwa, imechanwa mizizi yake, imeharibiwa mizizi yake na imeachwa bila nguvu. Ninatumia ufalme wa Mungu kuweka kofia ya ulinzi juu ya kichwa changu, na adui alipotangazwa mauti katika kazi yangu, ile mauti ninaikataa. Ile mauti ninaikataa. Ile mauti ninaikataa. Ninaamuru kwa mamlaka, ninaamuru amani kwangu, ninaamuru amani kwangu, na utulivu wa Mungu uvike katika maisha yangu. Baraka zangu zitimie. Mabadiliko ya Mungu yanaanza sasa katika jina la Yesu Kristo, kubadilisha maisha yangu. Na ninachukua nafasi yangu, ninaangamiza kila kazi ya adui, na ninaweka mlango wangu usitumiwe na maovu, bali malaika wa roho walioumbwa kwa ajili yangu, walioumbwa kwa ajili ya nuru yangu na njia yangu. Ninakataa adui kutumia milango yangu tena, na kila mlango aliofungua nimeufunga, nimeuharibu na kuteketeza kwa moto. Maana nimepewa mamlaka ya kuharibu, kubomoa ili kujenga na kupanda. Ninaharibu, ninabomoa, ninaharibu mipango ya adui. Ninabomoa madhabahu yao, na hiyo mizigo niliyobebeshwa isiyokuwa yangu ninaiteketeza katika jina la Yesu Kristo. Malaika tembea mbele ya njia yangu, nisikie sauti ya malaika zangu, nione nuru ya Mungu ikitembea mbele yangu leo. Na katika jina la Yesu Kristo, inanyunyiza damu ya Yesu mbele yangu nitangulie, ikiondoa kila aina ya uharibifu uliowekwa na adui. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini ya kwamba Mungu anatenda kazi ndani yangu, na kwa maneno yangu imekuwa. Wote tuseme amen. Subscribe channel hii, hakikisha umelike video na kuishare kwa marafiki.